Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu mama, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Sema unataka nini? Unataka kuona? Mwambie Yesu mama yangu, mwambie Yesu anaweza. Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu, mwambie
Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, sema unataka nini? Unataka uzima, mwambie Yesu, mwambie Yesu aweza. Yes, yes, Naweza kwenda mbele za Bwana tena kwa ajili ya siku ya leo ukimshukuru Mungu, lakini na kumwambia kile ambacho Bwana unatamani kufanyia katika maisha yako. Siku ya leo ni siku ya pili katika hili wiki. Jana tulimuomba Mungu sana, mwalimu alituongoza namna ya kuomba kwenye malango. Endelea tu kuzungumza na Mungu kwa namna ya pekee sana, kwa sababu Mungu ni mwaminifu katikati ya kila jambo. Mungu ni mwaminifu katikati ya hali yoyote, katika jina lake Yesu Kristo. Biblia inasema ombeni. Nasi tunapoomba mbele zake, Mungu anasikia na kufanya tena kwa namna ya kwake. Mungu anatupandisha viwango na viwango katika maisha yetu ya kila siku. Anatupandisha viwango katika roho zetu, anatupandisha viwango katika uchumi, anatupandisha viwango katika kufikiri, anatupandisha viwango katika namna mbalimbali. Mungu anachokifanya, kwanza anaondoa ule uhafifu na ile hali ya dhambi ndani ya maisha yetu, alafu anatupa baraka za kwake kutusaidia tuendelee mbele. Ni jambo la muhimu sana kufahamu hicho, kwamba Mungu ana mamlaka na ana uwezo wa kuweza kuondoa chochote kile ambacho kwako unahisi kinaweza kushindikana kwa sababu ya udhaifu ulionao. Mungu amekuja kwa ajili ya kutubebea maovu. Amebeba laana, amebeba mikosi, amebeba baraa. Usikae kwenye eneo la kufikiri kuhusu habari ya miungu ya kwenu kwamba itakutesa. Yesu yupo kwa ajili ya kuweza kuondosha kila chochote. Usikae kwa habari ya kufikiri kuhusu habari za laana za ukoo. Fikiri kuhusu habari za Yesu, jinsi ambavyo aliibeba ile laana pale kwenye ule msalaba. Usikae kufikiri na kukufikirisha adui shetani anaweza kukufikirisha kwa ajili ya kukuondoa kwenye kuwepo wa Bwana. Wewe kaa kwa Yesu, kwa sababu Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Anasema kila akae ndani yangu atapata uzima, kila akae ndani yangu atazaa sana, kila akae ndani yangu na mimi nitakuwa ndani yake. Kaa kwa Yesu ukimfikiria Yesu kwamba yeye ni Bwana wa baraka zote, kwamba yeye ni Bwana wa baraka zote. Siku ya leo ni siku njema tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna dakika chache, mwambie Yesu akusaidie ili uone namna ya kuweza kuendelea tena. Kuna namna ambavyo Bwana anakufundisha namna ya kuweza kuomba na namna ya kuweza kwenda katika maeneo tofauti tofauti ambayo unatarajia kufika. Mungu wetu ni Baba. Adui shetani anapigana na wewe, lakini Biblia inasema hamtamuona tena adui shetani akivuruga katikati ya maisha yako. Haijalishi adui shetani anatokea nyuma au upande wa kulia au kushoto au mbele, lakini Bwana anasema songa mbele, endelea, maana mimi niko pamoja nawe. Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, hautaanguka wala hautajikwaa, wala maji hata kama yatakuja, wala hata vumbi litakuja, wala hata katika hali yoyote ya matetemeko yatakuja, lakini hayatakugharikisha, kwa sababu mfalme wa wafalme yupo kazini kwa ajili ya kukusaidia wewe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anafuta majina ya hukumu ambayo umehukumiwa kwayo, anafuta hayo majina. Anapigwa yeye badala ya wewe, anapigwa yeye badala ya wewe. Wewe lazima uwekwe huru katika vifungo. Yeye anapigwa, wewe unawekwa huru. Yeye anatemewa mate, wewe unawekwa huru. Kwa hiyo kaa kwa Yesu. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Taja hilo jina, maana ni jina pekee linaloleta uzima. Hakuna jina jingine chini ya mbingu ambalo linaweza kutuokoa kwalo, ila ni jina la Yesu peke yake. Hilo ndilo jina la pekee. Tunalitangaza milimani na mabondeni, mahali pote sauti isikike kwamba Yesu ni Mwokozi, kwamba Yesu ni Mwokozi, kwamba Yesu ni Mwokozi,
kwamba Yesu ni Mwokozi ambaye anaweza kukuokoa na kukusaidia katikati ya maisha yako. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Kila mahali pasikie kwamba Yesu ni Bwana. Kila eneo lisikie kwamba Yesu ni Bwana. Kila mahali isikike sauti ya kwake, mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, eneo kwa eneo, mkoa kwa mkoa. Bwana, Bwana, wewe ni mfalme wetu, wewe ni mlinzi wetu, wewe ni baba yetu, wewe ni mpiganaji wetu, wewe ni Bwana wa vita, unayepigana, unayetupigania kwenye maisha yetu. Leo tunahitaji pigana katika njia zetu, pigana kwa wasafiri wanaosafiri, pigana mahali popote. Roho za giza tunapeleka damu ya Yesu, tunang'oa kila uharibifu unaokaa mbele yetu, tunapeleka damu ya Yesu katika njia, katika malango popote. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hili ngome nyingine sina, nitamkapo jina hili ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hili ngome nyingine sina, nitamkapo jina hili ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu jina ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu jina ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo ngome nyingine sina. Pigie Yesu makofi yako mengi, makofi kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Ngome nyingine sina ila jina la Yesu Kristo. Ongeza makofi yako kwa Bwana tena. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa dakika chache natamani tuombe jambo moja hapa, alafu tutaendelea kushughulika na kila kazi inayowinda au kuiba utukufu au baraka za mwisho. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 10, kitabu kile cha Yohana sura ile ya 10, kitabu cha Yohana sura ile ya 10 mstari ule wa 10. Biblia inasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Manake Yesu ana tabia kuleta uzima. Kazi mojawapo ya shetani, ana tabia kuiba, kuchinja na kuharibu. Anaharibu na kuiba na kuchinja wapi? Kitabu kile cha Hagai sura ile ya 2, kitabu kile cha Hagai sura ile ya 2 mstari ni ule wa 9. Hagai sura ya 2 mstari ule wa 9 biasema, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi.
na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Asema utukufu wa mwisho wa nyumba hii, wa kanisa hili, wa biashara hii, wa mtoto huyu, wa masomo haya utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu kile cha Mhubiri pia sura ile ya 7, kitabu kile cha Mhubiri sura ile ya 7, Mhubiri sura ile ya 7 mstari ni ule wa 8. Mhubiri sura ile ya 7 mstari wa 8, biasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya neno heri manake ni baraka, ni utukufu. Asema ni baraka, ni utukufu mwisho wa neno kuliko mwanzo wa neno. Bwana Yesu asifiwe. Tabia mojawapo ya shetani huwa anafanya vita juu ya watu wa Mungu, kwa sababu ameshajua kwenye kitabu cha Hagai kuna kitu kinaitwa mwisho, kuna kitu kinaitwa utukufu mkuu. Lakini akaenda kwenye kitabu cha Mhubiri sura ile ya 7 akagundua kuna heri ipo, kuna baraka, kuna utukufu kwenye mwisho wa neno kuliko mwanzo wa neno. Kazi mojawapo anayofanya ni kuhakikisha anafanya vita na watu wa Mungu ile utukufu wa mwisho usionekane. Amefanya kazi vizuri, amekuwa mtumishi wa Mungu vizuri, amekuwa mchungaji vizuri, mwishoni anakuja kuonekana alikuwa ni mchungaji mbaya, alikuwa hana maana. Kazi yako inaonekana haina maana. Nini? Shetani ana tabia kuinda utukufu wa mwisho. Chochote unachokifanya, Mungu amesema ya kwamba mwishoni wako utakuwa mkubwa wa utukufu, wa heshima, mkubwa zaidi kuliko ule wa mwanzoni. Tabia mojawapo ya shetani, anaharibu mwishoni ionekane hata kule mwanzoni kulikuwa hakuna maana, haukufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikikataa hichi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tabia mojawapo ambayo shetani wanafanya, ana tabia ya kupanda tabia mbaya ndani yako, au kuweka roho mbaya ndani ya mtu, kumzuia inapofika majira ya utukufu wake mkubwa, kile jambo halionekani. Biashara kubwa haionekani. Yule mtoto aliyetakuwa kumaliza na kufika chuo, hakionekani kile kitu. Akishindwa kuweka hicho kitu ndani yako kama tabia mbaya, roho mbaya, ana tabia kuweka kwa watu walio karibu na huyo mtu. Lengo ni kumzuia utukufu ule wa mwisho, ile heshima, ile utukufu wa Mungu juu ya mtu mwishoni, kuzuia. Hichi kitu kilitokea kwa Yesu. Biblia inasema Yesu alipokuwa na wanafunzi wake akaanza kuambia ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kufa, kusulubiwa na siku ya 3 kufufuka. Biblia inasema Petro akaibuka na kumwambia hapana, haiwezekani. Biblia inasema Yesu akamgeukia Petro akamwambia, rudi nyuma ewe shetani, maana huyawazi yaliyo ya Baba yangu. Moja ya kitu Yesu alikuwa anakikemea ni kwamba kama huyu mdudu ameingia kwa Petro, anaweza kuzuia utukufu wa mwisho wa Yesu ulikuwa mkubwa, kwa sababu Yesu alizaliwa, lakini alipokufa heshima na utukufu wake ulikuwa mkubwa. Vipo vilivyokuwa vinaingia kusonga utukufu wa mwisho wa Yesu usiweze kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui ni tabia, sijui ni roho fulani, sijui ni kitu gani, wengine wanawekwa hapo kukatishwa tamaa ili kuzuia utukufu wa mwisho usiweze kutokea kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikawa ni tabia mbaya, inaweza ikawa ni roho mbaya, inawezekana ni jambo au watu wabaya wanaweza kuwekwa karibu na mtu ili kuweza kuzuia. Unakumbuka story ya Yesu alipoenda kule kwenye maombi pamoja na wanafunzi wake. Biblia inaonyesha wale waliotakiwa kumsaidia kuomba na Yesu, alipofika mlimani wakaanza kulala. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri yake ni kwamba kiwango cha nguvu kilichotakiwa kudhihirishwa wakati Yesu anamaliza safari yake, kuna watu walitakiwa kumsaidia, wale waliotakiwa kumsaidia wakalala. Na tafsiri ya kulala ni kupunguza kiwango cha udhihirisho wa kile ambacho kilitakiwa kutokea, namba moja. Lakini namba mbili, kitendo cha wao walikuwa wanalala, walikuwa wanajaribu na Yesu kumsababisha yeye alale.
kuna watu ukitembea nao, kuna watu wanaweza kukuambukiza kitu ambacho hakutakiwa wewe kukipata. Lengo ni kuzuia utukufu wa Mungu juu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza ni kumuita Yesu. Yesu ndio anaweza kukamilisha chochote, maana yeye ndo amesema utukufu wa mwisho utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza, asema Bwana. Namba moja. Lakini namba mbili, kukemea kila chochote kilichopandwa, chochote kinachowekwa kuzuia utukufu wa Mungu ule wa mwisho kwenye maisha yetu. Yesu alikemea akamwambia, rudi nyuma ewe shetani. Na sisi tunataka tuombe asubuhi ya leo. Unatamani utukufu wa biashara yako uwe mkubwa kuliko huu wa kwanza? Unatamani watoto wako wafike mahali pa juu zaidi kuliko hapa? Unatamani kufika kwenye viwango vya juu? Hebu tumwambie Yesu, tunakuita kwenye safari hii, maana umesema ya kwamba utukufu wetu utakuwa mkubwa. Hebu nyanyua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, ninakiri asubuhi ya leo ya kwamba utukufu wa mwisho utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Sema Bwana Yesu, ninakuita kwenye safari yangu, safari ya biashara, safari ya kazi, safari ya watoto wangu. Sema Bwana Yesu, utukufu wako wa mwisho, baraka zako za mwisho zikawe kuu kuliko hizi za kwanza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, chochote kinachozuia utukufu wangu, kinachozuia utukufu wako asubuhi ya leo, sema ninakiamuru kwa damu ya Yesu, kiondoke ndani yangu, kiondoke ndani yangu. Iwe ni tabia mbaya, iwe ni roho mbaya, kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, naachilia damu ya Yesu. Yeyote aliyenizunguka, aliyebeba chochote kinachonizuia kwa ajili ya utukufu wako mkuu, sema kiondoke kwa jina la Yesu. Hebu kianze kukemea, kiambie, kikemee, kiambie ondoka chochote kilichoko ndani yako, chochote ambacho kiko ndani yako, iwe ni tabia mbaya, iwe ni roho mbaya. Wengine tayari wameanza kukatishwa tamaa, hawajui ya kwamba Mungu amesema utukufu wa mwisho utakuwa mkuu. Haijalishi mazingira yanasema nini, haijalishi watu wanasema nini. Rababakaraba shalekata rabakoli karia sata elekaria maderi bokori alekoria maderi ya makata elekoshade elikoria maderi ya makoria. Wataruka kama tai, wataruka kama tai. Sharababababababababa lekaria marebo rabakari nari shakokori lekaria maneri kotaya arobo koria mashatata. Wao si wa viwango hivi, wao si wa viwango hivi, wao si wa levo hizi. Biblia inasema utukufu wa mwisho utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Chochote kinachozuia, chochote kinachozuia, tunakiamuru kiondoke ndani yetu, kiondoke kwa ndugu zetu, kiondoke kwa watu walio karibu yetu. Hebu kemea, 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 kemea. Niambie ondoka, ondoka kwenye maisha yangu, ondoka kwa ndugu zangu. Chochote kilichobeba kukuzuia, kilichobeba kuzuia utukufu wa mwisho, hai 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 hai. Rababakaria mandereba baba rapakoria mando sharabababakori rapakoria manderebo. Kiambia ondoka, kiambia ondoka, ondoka, ondoka kwa jina la Yesu. Yesu alimwambia Petro, kulikuwa kuna mdudu ndani ya Petro ambaye amebeba kuzuia utukufu wa mwisho. Yesu akamwambia Petro, rudi nyuma ya shetani, rudi nyuma ya shetani, rudi nyuma ya shetani. Kama kuna pepo amekaa mahali kukutaka kuzuia utukufu wa mwisho, hebu asubuhi ya leo mwambie rudi nyuma, rudi nyuma, rudi nyuma, rudi nyuma kila mahali. Niambie rudi nyuma, viamrishe kila mahali, viamrishe kila mahali.
mawazo yoyote yanayokufanya usifike kule Mungu anataka, yaambie ondoka ndani yangu, yaambie rudi nyuma, rudi nyuma, rudi nyuma, ondoka, ondoka, ondoka kila mahali. Rapakataka ya baba rapakoria manderebo. Waombee na ndugu zako, kama ni mume, kama ni mke au watoto wenye ndoto kubwa, wenye safari ya kufika mbali, lakini shetani anafika, anasema nao kuwakatisha tamaa. Shatakatara rapako rishata lekata. Wale wenye mpango wa kukata tamaa hawakujua ya kwamba Habakuki imesema utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa. Wa sasa inawezekana haueleweki, wa sasa inawezekana unagoma. Ayabakaya maselekata lekoria manderebo raboshata robokoria mashata. Hebu omba kwa ujasiri. Wewe sio kawaida kesho, hiyo biashara sio ya kawaida kesho, hiyo mahali hapo ulipo sio pa kawaida. Kesho pamebeba utukufu, kesho pamebeba utukufu, kesho pamebeba utukufu. Hiyo ndoa inaosuasua asubuhi ya leo, kama ukujua, Mungu amesema utukufu wa mwisho utakuwa mkuu, utukufu wa mwisho utakuwa mkuu. Hiyo biashara ambayo haieleweki asubuhi ya leo nakutabiria, Biblia imesema ya kwamba utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa, utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa. Raboshateri rabakanderia manderebo rapakoria. Hebu patabirie kila mahali unapoona paeleweki, imeandikwa utukufu wa Bwana utakuwa mkubwa, utakuwa mkuu kuliko huu wa kwanza. Hebu patabirie nyumbani kwako, patabirie kwenye kiwanja chako, patabirie kwenye kazi yako. Hebu tabiri, waambie kwa jina la Yesu, imeandikwa na imesemwa na Bwana ya kwamba utukufu wa mahali hapa utakuwa mkubwa, utakuwa mkubwa, utakuwa mkubwa. Ramako sharia maderebo rapakatayaba, katika jina la Yesu. Hebu anza kumshukuru Bwana, mwambie Baba tunakushukuru, mwambie asante Bwana mabwana. Pigie Yesu wako makofi mengi. Amen. Tunaweza tukaketi kwenye uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jizoeze kujitabilia chochote kilichokuwa kibaya kwenye maisha yako kinaweza kubeba utukufu mkubwa kwenye maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikupeleke tena kwenye neno hili ambalo tunalitafakari na kuomba asubuhi ya leo, asubuhi ya wiki hii. Tunaomba kwa wale ambao hawakuwepo, tunaomba kwa habari ya huruma za Mungu kwenye maisha yetu. Kitabu cha Maombolezo sura ile ya 3 mstari ule wa 22 asema ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii. Ni huruma za Bwana ya kwamba hatuangamii. Lakini nikakuonyesha jana hapa ya kwamba mambo ya kuzingatia mambo ya muhimu ya kujua tunapoomba au tunapotafakari kwa habari ya huruma za Mungu kwenye maisha yetu. Nikakwambia jambo la kwanza, Mungu anataka kila mtu awe na huruma ya Mungu ndani yake, huruma ndani yake. Na lengo mojawapo ni kufanya wewe kama Mungu anasema kwenye kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22, asema huruma za Mungu zinatufanya sisi tusiangamie. Maana yake Mungu anataka na wewe huwe na huruma yake, ili kupitia huruma utakayokuwa nayo watu wengine wasiangamie, kanisa lako lisiangamie, kazi yako isiangamie, biashara yako isiangamie, kila mahali huruma ya Mungu. Na nikwambia jambo la pili, kwa nini Mungu anataka sisi tuwe na huruma? Kwa sababu mahali popote kwenye huruma panachochea kitu kinaitwa huruma
ya Mungu. Biblia inasema kipimo kile kile mtakachowapimia wengine ndicho mtakachopimiwa na nyie. Kiwango cha huruma utakayokuwa nayo kinatengeneza nafasi ya wewe pia kuhurumiwa. Anawafundisha wanafunzi wake habari ya sala ya maombi kwenye ile sala ya Baba yetu. Kuna mahali pale anasema utusamehe dhambi zetu kama sisi tunavyowasamehe watu wengine. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho, kiwango unachofanya kwa ajili ya wengine, the same unahitaji kumwomba Mungu afanye kwa ajili yako. Kiwango unachowahurumia wengine, Mungu anakuhurumia na wewe. Sasa andika jambo la pili ambalo tunahitaji kuliombea pia siku ya leo. Mambo ni mengi, tutamaliza kwa neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Andika, huruma ya Mungu huweza kukaa kwa mtu au ukakaa kwa mtu mwingine kwa ajili yako. Huruma ya Mungu inaweza ikawa juu ya mtu, unaweza kusema juu ya mtu au mbele ya mtu. Lakini pia huruma ya Mungu inaweza ikakaa kwa watu wengine kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mahali tunapoomba Mungu, tunaomba huruma yako iwe juu yetu. Huruma za Mungu zinaweza zikawa juu yako kukusaidia, kukutetea. Lakini pia Biblia kuna mahali imeonyesha kwamba kumbe huruma za Mungu zinaweza kuwepo kwa watu wengine kwa ajili yako wewe, zikakaa juu ya mtu mwingine ili wewe uhurumiwe. Tunaelewana vizuri wapendwa? Haleluya. Kitabu kile cha Ufalme wa Kwanza, tusoma hapo ni kuonyesha jambo fulani hapa. Ufalme wa Kwanza, kama na Biblia yako fungua nami kitabu cha Ufalme wa Kwanza sura ile ya 8 mstari, tusome wote kwa pamoja mstari ule wa 50. Kitabu cha Ufalme wa Kwanza sura ile ya 8 mstari kuanzia wa 50. Yasema, ukawasamehe watu wako waliokutenda dhambi na makosa yako waliokukosea, ukawape kuonewa huruma. Tuseme wote, ukawape. Asema ukawape kuonewa huruma. Wapi? Unaweza kupewa kuonewa huruma kwako wewe, lakini hapa Biblia inasema ukawape kuonewa huruma mbele yao waliowachukua mateka, mbele yao waliochukuliwa mateka, ili wapate kuhurumiwa. Nataka uone hapa, asema uwape kuwaonea huruma mbele yao waliowachukua mateka. Maanake ni aina ya huruma za Mungu ambazo haziendi kwa wale watu wanaoombewa hapa ya kwamba waoneo huruma. Ni huruma za Mungu zinaenda kwa wale waliowateka, wale waliowachukua mateka, zikakaa juu yao, alafu ili wale watu wale wapate kuwaonea wale watu walioteka huruma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ukiendelea kusoma huku mpaka mstari wa 55 utaona aliyekuwa anaomba maombi haya ni Mfalme Suleiman. Biblia inasema alikuwa amekaa kwenye madhabahu na anaomba juu ya watu wa Mungu, wale watu wanaoitwa ni urithi wa Mungu, ambao ni watoto wa Mungu. Kwa tafsiri nyingine ni watu wa Israeli, anaomba kwa ajili yao. Afu Biblia inaonyesha amepiga magoti kwenye madhabahu, ni kama mchungaji amekaa hapa, amepiga magoti, alafu amenyenyua mikono yake juu. Biasema Suleiman alikuwa amenyenyua mikono yake juu, anaomba juu ya watu wa Mungu. Anawaambia, Baba, ninaomba uwasamehe hawa watu wako, uwasamehe hawa washarika. Na katikati ya kuwasamehe, Biblia asema ninaomba uwape kuonewa huruma na wale waliowachukua mateka, wale watu waliosimama kuwadhulumu, wale waliosimama kuwafanya wawe masikini, wale waliosimama kuwaonea, wale waliosimama kuwafanyia maovu. Ukasimame ukawape huruma yako ikawe juu yao, ili wapate kuwaonea huruma hawa watu, wapate kuhurumiwa. Maanake vitu vyao viachiliwe, karama zao ziachiliwe, utajiri wao uachiliwe, biashara zao ziachiliwe, wapate kuonewa huruma. Kumbe moja ya kitu kinachotokea kwenye ulimwengu wa roho, huruma za Mungu zinaweza zikawa juu yako, au unaweza huruma za Mungu zikaenda moja kwa moja
kwa watu wengine kwa ajili yako. Hapa ndiko mahali ambapo kuna watu wa Mungu. Uko hapa, upo kanisani, uko ofisini, umeiacha nyumba yako. Uko nyumbani, umeacha biashara yako mahali. Upo nyumbani, uko mahali popote, umeacha watoto wako shuleni na mahali popote. Unahitaji kuomba maombi haya ya kumwambia Baba, tunaomba kupewa huruma juu ya watoto wangu, juu ya biashara yangu, ili kila yoyote anayesogelea kutaka kufanya mabaya juu ya watoto wangu, kutaka kufanya mabaya juu ya biashara yangu, Baba unipe rehema, umpe kuonewa huruma juu ya biashara yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ulishawahi kuona kuna mahali ambapo, I don't know, can I explain this? Labda nielezee kwenye mfano huu ambao ulishawahi kutokea nikauona. Niliwahi kuwa naangalia movie zamani na nikaona majambazi wameingia kwenye nyumba fulani. Walivyofika kuingia kwenye hiyo nyumba, wameshika mapanga na wamejawa na damu. Tafsiri yake walikuwa wametoka kufanya uovu mahali fulani. Wamefika kwenye ile nyumba, yuko baba, yuko mama, yuko mtoto. Biblia inasema alipofika pale hawakutaka kuua mtu yeyote, wakasema tunaomba tu hela. Wakachukua hela wakaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu ile movie inavyoonyesha walikuwa wametoka, wakienda kila mahali lazima wawapige watu ndo wanyang'anye vitu, na kuna mahali pengine wachukui chochote, wanawapiga tu wanaondoka. Lakini walipofika kwenye ile nyumba, ile movie inaonyesha ilipofika kwenye ile nyumba hawakufanya chochote, hawakuharibu chochote, wakasema tunaomba tu hela. Wakachukua hela wakaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda sehemu nyingine, wakaua baba, wakaua mama. Kulikuwa kuna mtoto mdogo amekaa pale analia. Kuna mmoja akataka kwenda kumpiga yule mtoto, yule mwenzake akamwambia huyu mtoto mwache. Wakamwacha yule mtoto wakaondoka. Unaona tofauti iliyopo? Huruma za Mungu zinaweza kukaa juu ya mtu. Unaona huyu mtoto anahurumiwa, ni mahadui waliokuja kufanya vita kwenye nyumba yao, lakini huruma za Mungu ziko juu ya huyu mtoto, ziko juu ya huyu mtoto kupitia wale watu. Inatengeneza nafasi ya wale watu kuwaonea huruma wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua kwenye maisha yako imewahi kutokea kuna vitu vyako vilitakuwa kuharibika, lakini walipojua ya kwamba hebu tuache, unajua hii nyumba ya mtumishi, unajua huyu ni mtumishi, tumwache. Bwana Yesu asifiwe. Omba Mungu aachilie huruma juu ya wale wanaoweza kufanya vita juu yako, kwenye vitu vyako, kwenye watoto wako, kwenye mali zako. Uhitaji sometimes kumwambia Baba, ninakemea kwa jina la Yesu, nakemea. And sometimes you need to uhitaji kuanza kuomba, Baba linda vitu vyangu, tuma kitu kimoja kinaitwa, Baba ninaomba huruma ya Mungu iende kwenye shamba langu, huruma ya Mungu iende kwenye kila mtu anayesogelea vitu vyangu. Watakapofika kutaka kufanya ubaya kwenye vitu vyako, huruma ya Mungu inawakamata na anashindwa kufanya chochote kwenye maisha yako. Haleluya. Hii ni siri ambayo Mungu anakufunulia siku ya leo. Omba huruma ya Mungu. Kumbe huruma za Mungu zinaweza kukaa sio kwako, zikakaa kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili yako. Kwa hiyo zisambaze huruma za Mungu kila mahali. Lakini kumbuka jana nilikwambia hivi vitu vinaweza kuwezekana kama wewe pia umejawa na kitu kinaitwa huruma ndani yako. Lazima na wewe uwe na huruma kwenye kiwango ambacho huruma ilionayo ndani yako inapiga kelele. Tuliona kwenye Yakobo 2:13 jana ya kwamba huruma inajitukuza zaidi kwenye utukufu. Maanake huruma ya Mungu ikikaa kwako, ikijaa kwako, huruma ya Mungu kaiomba isiwe tu ndani yako, ikawe kila mahali. Itakapofika watu wanaokuja kuharibu, kuua, kuchinja, wapatwe ile roho, wakamate na wajikute wanafanya vitu kwa ajili yako.
wanalinda watoto wako. Baada waliotumwa kuja kuwaua watoto wako, wanalinda watoto wako. Walitumwa kuja kuharibu biashara yako, wao ndo wanalinda. Umemweka mtu kwenye biashara yako, badala afanye ubaya pale, kuna huruma ya Mungu inamkamata, anajikuta ye mwenyewe anaanza kuisaidia, vitu vyako vinaenda bila yeye kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Omba huruma ya Mungu kwa ajili ya watu wengine waliopanga ubaya kwa ajili yako, waliopanga mabaya kwa ajili yako. Chochote walichokusudia, Mungu awakamate kwa huruma yake katika jina kuu la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo cha kwanza, make sure huruma ya Mungu iko ndani yako. Lakini cha pili, omba huruma ya Mungu ikae kwa hao watu wabaya wako, au inaweza ukaomba ikae kwenye nyumba yako. Huruma ya Mungu ikae kwenye biashara yako, ikae kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka tu nikufundishe hapa, alafu tu jump kwenye jambo lingine pia. Hebu nimalizie jambo hili kwa sababu mambo ni mengi pia. Andika jambo lingine pia hapa, alafu tutapata nafasi ya kuomba. Huruma ya Mungu huwa ina tabia ya kuchochea. Andika jambo lingine hilo. Huruma ya Mungu huwa ina tabia ya kuchochea baraka kwenye maisha yako. Huruma ya Mungu huwa ina tabia ya kuchochea au kusukuma baraka za Mungu kwenye maisha yako. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile, kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ile ya 23. Samueli wa kwanza sura ile ya 23. Samueli wa kwanza sura ya 23 mstari wa 21, mstari ule wa 21 anasema, naye Sauli akasema, na mbarikiwe ninyi na Bwana kwa sababu mmenihurumia. Na mbarikiwe na Bwana ninyi, asema na mbarikiwe ninyi na Bwana kwa sababu mmenihurumia. Kwa hiyo mtu anavyotengeneza roho ya huruma ichochewe ndani yangu kwa jina la Yesu. Hebu omba kwa jina la Yesu. Mwambie Baba,
Kama huna roho ya huruma, mwambie Baba, ninaomba asubuhi ya leo roho ya huruma, roho ya huruma tena ijawe ndani yangu kwa jina la Yesu. Roho ya huruma ijawe ndani yangu tena katika jina la Yesu. Hebu fungua kinywa chako, omba mbele za Bwana, mwambie Baba, ninaomba tena roho ya huruma. Imeonekana na imeandikwa kwamba roho ya huruma huchochea baraka. Sasa wewe usiwaze baraka, omba leo tena, chochea. Mwambie Baba, ninaomba kwa mamlaka damu ya Yesu, ninachochea roho ya huruma ndani yangu. Ninachochea roho ya huruma ndani yangu. Ninachochea roho ya huruma kila mahali nitakapowahurumia watu wa Bwana, nitakapowahurumia watu wa Bwana. Mwambie Baba, baraka zako zikawe juu yangu, baraka zako zikawe juu yangu. Watu waliobeba roho ya huruma huwa wanabarikiwa na Bwana. Mwambie Baba, roho ya huruma naichochea kwa damu ya Yesu, naichochea ndani yangu kwa jina la Yesu, naichochea ndani yangu kwa jina la Yesu, naichochea ndani yangu kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Hebu anza kuomba asubuhi ya leo. Mwambie Baba, ninawaombea kila wote wabaya ndani yangu kwenye maisha yangu, ninawaombea kwa damu ya Yesu, wajawe na huruma yako, wakamatwe na roho ya huruma. Yoyote anayewinda mali zangu, yoyote anayetafuta mali zangu, anayetafuta familia yangu kwa ubaya, mwambie Baba, kwa damu ya Yesu Kristo, roho ya huruma imkamate, roho ya huruma imkamate katika jina la Yesu. Yeye anayetafuta biashara yangu, mali zangu, azitafune, aziharibu, roho ya huruma imkamate kwa jina la Yesu. Roho ya huruma ikawe juu yake kwa jina la Yesu. Roho ya huruma ikawe juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Hebu omba mpaka kwa watoto wako, omba mpaka kwenye kazi yako. Mwambie Baba, ninatuma roho ya huruma, ninatuma roho ya huruma, nikahurumiwe kila mahali, nikahurumiwe kwa watoto wangu, nikahurumiwe kwenye kazi zangu, nikahurumiwe kwenye mali zangu. Tuma hiyo roho ya huruma mpaka kwenye nyumba yako. Mwambie Baba, nikapate kuhurumiwa kwenye kazi zangu, nikapate kuhurumiwa kwenye ndoa yangu. Sijui ndoa yangu inaendaje huko, lakini nikapate kuhurumiwa kwa mume wangu, nikapate kuhurumiwa kwa mke wangu, nikapate kuhurumiwa kwa watoto wangu, nikapate kuhurumiwa kila mahali katika jina la Yesu. Shakoria mande rapa koria mande robo. Omba. Suleimani aliomba kwenye madhabahu wana wa Israeli wapate kuhurumiwa na wale waliowateka. Na wewe omba asubuhi ya leo, chochote kilichoteka familia yangu, chochote kinachowinda familia yangu, chochote kinachotaka kuharibu familia yangu, Baba, nipate kuhurumiwa kwa jina la Yesu, nipate kuhurumiwa kwa jina la Yesu, vipate kuhurumiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shakara baba lakatata rapa koria mando. Omba mbele za Bwana. Adui anapokuja kuharibu mambo yako, anapojaribu kutaka kuua vitu vyako, huruma ya Bwana imkamate, huruma ya Bwana imkamate, huruma ya Bwana imkamate, huruma ya Bwana imkamate. Nipate kuhurumiwa katika jina la Yesu, nipate kuhurumiwa katika jina la Yesu. Kila mahali huruma za Bwana, hebu zisambaze kila mahali. Sambaza huruma za Bwana, sambaza huruma za Bwana, sambaza huruma za Bwana. Unajenga mahali, mwambie Baba, huruma za Bwana zikawe juu pale, zikawakamate kila wanaohusika. Huruma za Bwana zikawe kwenye biashara, huruma za Bwana kwenye kazi. Shakara baba baba, shakara baba baba. Utaki mambo yako yafe, mwambie Baba, huruma za Bwana, huruma za Bwana, huruma zako e Bwana, huruma zako e Bwana, huruma zako e Bwana. Wale wanaotaka kukuibia mali zako, wanaotaka kuiba hela zako, mwambie Baba, huruma za Bwana, mwambie Baba, huruma za Bwana. Huruma za Bwana nazituma kila mahali, ninapopajua au nisipopajua, ninapopahisi au sipahisi. Huruma za Bwana, huruma za Bwana. Kila mahali wanapotaka kukuangamiza, huruma za Bwana zikakutetea huko.
katika jina kuu la Yesu Kristo, katika jina kuu la Yesu Kristo. Hebu fungua kinywa chako, mwambie Baba, tunakushukuru. Asante Bwana mabwana, ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumemwomba Bwana asubuhi ya leo. Watu wote tuseme amen. Amen. Yesu, makofi yako mengi. Unaweza kushika sadaka yako hapa ni kuombee, na Mungu atakubariki tena katika jina kuu la Yesu. Baba, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya maarifa haya, asante kwa ajili ya mafunuo haya, kwa damu na kwa jina kuu la Yesu Kristo. Baba, kupitia sadaka hizo watoto wako wameshika kwenye mikono yao, Baba ukazitakase, ukazitakabali, ukazipokee kwenye madhabahu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, kupitia sadaka hizi nami naomba Bwana, kama kuhani wa zamu ya wiki hii, ninaomba Baba ukapate kuwahurumia kila mahali. Wengine wameacha watoto wao shuleni, hawajui maadui wanatafuta nini kwa watoto wao. Baba, watoto wao wapate kuhurumiwa kwa damu ya Yesu Kristo kupitia sadaka hizi. Wengine ni kazi zao, wengine biashara, wengine ni kwenye ujenzi wao, wengine ni kila mahali, wakapate kuhurumiwa kila mahali katika jina kuu la Yesu Kristo tumemwomba Bwana. Watu wote tuseme amen. Amen. Ninaomba tupokee baraka za Bwana. Bwana akubariki na kulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Twende kwa amani ya Bwana. Karibuni tena siku ya kesho, na Mungu akutunze na kukubariki. Amen. Ni